dunia na mauzauza. Leo nimetoka tu kuamka, nimepata taarifa kuna mtu kalala mazima. Nimerudi kutafuta, nimesikia kuna jirani kawa kilema. Nikiwa bado ninachachwa kupata mtoto nimuite Juma, napata taarifa mtoto wa jirani kashaharibika nyuma. Safari ikawa kwa mganga ili nikatafute mbinu ya kufanikiwa. Nafika njiani napigiwa simu, mganga naye katapeliwa. Amepatwa na pressure, amekimbizwa hospitalini na hali yake ni mbaya, hana uhakika wa kupona au kuishi. Nikajaribu kuhusu kipaji kabla hata sijafikia watazamaji. Nasikia watu maarufu wanatumiwa sana na shetani. Mtandaoni ni matajiri, mtaani ni maskini. Kuna siku nilifikiria kuhusu biashara, wakati naomba ushauri naambiwa kweli inawezekana, ila bila uchawi nikubalia sala. Nikaloge kwanza ili niweze kufanikiwa. Nikajaribu kubadilisha mkoa kabla hata sijaanza kujitafuta. Nasikia rafiki niliyemwacha kashajipata. Nikasema ngoja nimpigie Mungu magoti nimlilie. Katikati ya ibada meseji inaingia, nina mimba yako na sipo tayari kukuzalia. Tunahitaji grisi kulegeza vyuma, ila vyote kwa yote tunahitaji sana moyo wa kusimama tena ili tufike salama. Tumepewa taulo la upweke tujifutie jasho, ila sio sababu ya kuzikana ndoto kwa kuziogopa tabu. Tuwe na imani Mungu wa kesho kuna mtu kamfanyia leo. Sasa tuna sababu gani kama masikini wa jana anamiliki pesa leo? Kuna kila sababu ya kusimama tena, kuna kila sababu ya kumwambia mama pesa tutatafuta na tutapata. Kweli kuna maumivu kwenye kukua, ila tujue tu maumivu ya sindano yakizidi, basi tujue dawa ndo inaingia. Na mzigo kadiri unavyozidi kufika, ndo unavyozidi kuwa mzito. Asanteni kwa kunisikiliza. Jina langu ni Fadhili Omari Dai na hii ni sauti ya wasio na sauti. Ipo siku moja Afrika na dunia mzima hakika itafurahia juu kwa sababu yetu. Kumbukeni na wapendeni sana. Asante.